kipekee namshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kusimama mbele za watakatifu asubuhi ya leo. Lakini pia namshukuru mchungaji kiongozi kwa kuninyoshea fimbo ili niwepo katika zamu tangu Jumatano. Nilikuwa na ujumbe mzuri. Haleluya. Mungu akubariki mchungaji, endelea kubarikiwa na Mungu. Lakini pia nashukuru viongozi wa kanisa, katibu, wazee na wakuu wote wa idara na kila mshirika ambaye yupo kwenye ibada hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana. Basi bila kupoteza muda, nina ujumbe unasema kuvuka vikwazo. Kuvuka vikwazo. Natoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka 30. Kuvuka vikwazo. Kutoka 14 mstari wa kwanza mpaka wa 30. Nitasoma mpaka atakapoishia. Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi-Hahiroth kati ya Migdoli na bahari, kukabili Baali Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema katika habari za wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi, ile jangwa imewazuia wasitoke. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Mfalme wa Misri alipowaambia kwamba wale watu wamekwisha kimbia, moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume chao hao watu. Nao watasema, ni nini jambo hili tulilotenda kwa kuwaacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Akaangalia gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye. Tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Misri na maakida juu ya magari hayo yote. Na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Wamisri wakafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake. Nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pi-Hahiroth, kukabili Baali Sefoni. Hata Farao alipokaribia, Nitasoma tena mstari wa 10. Hata Farao alipokaribia, wakainua macho yao, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu umetutoa huko ili tufe jangwani, mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili sio tuliokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaona wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Hamtaona tena milele. Tarudia hapo. Msiogope, simameni tu mkaona wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nani mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie Waisraeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono juu ya bahari na kuigawa, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari
katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Mimi niishie hapo, wewe andika mpaka 30. Tasoma kwa muda wako. Ujumbe wetu unasema kuvuka vikwazo. Maana ya kuvuka ni kutoka eneo fulani kwenda eneo jingine. Ni kutoka eneo fulani kwenda eneo jingine. Inaweza likawa la kiroho, lakini pia linaweza likawa la kimwili. Lakini maana nyingine kwenye hiyo nikiwa naiongezea ni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Maana ya neno kwazo ni kitu kinachosababisha zuio ili kumzuia mtu asipite. Kikwazo ni kitu kinachosababisha zuio ili kumzuia mtu asipite. Hiyo ndiyo maana ya kikwazo, kitu ambacho kinaweka zuio katika maisha, katika uchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tambua vipo vikwazo vya aina mbalimbali. Kuna vikwazo kwenye maisha, kuna vikwazo kwenye uchumi, kwenye elimu, maeneo mengi vipo vikwazo tofauti tofauti. Lakini lazima uvishinde vyote. Lazima unapokutana navyo kama mtoto wa Mungu uhakikishe unavishinda. Jamani, haleluya. Tuko pamoja. Kule nyuma tuko pamoja. Mungu patakatifu kaeni kidogo. Jamani, haleluya. Kwa vikwazo viko vya aina tofauti tofauti kwenye maisha yetu tunayoishi. Kwa lazima uvishinde. Mungu anataka uvuke. Mungu anataka upige hatua nyingine kwenye maisha yako, kwenye huduma yako, kwenye uchumi wako, usonge mbele. Hiyo ndio kusudi la Mungu. Pamoja na vikwazo, pamoja na mapambano, pamoja na vita ambayo yumkini wewe unapambana nayo, lakini lazima ushinde. Na moja wapo ya sababu za vikwazo kuwepo ni kwamba ukisoma katika Mithali sura ya 24 mstari wa 10 anasema hivi, ukizimia siku ya tatu nguvu zako ni chache. Kwa hiyo vikwazo vipo ili kupima uwezo wa ndani, uwezo wako, uwezo wa kukabiliana na hali na mazingira haya unayokutana nayo kwenye maisha yako. Ndio maana Mithali anatuambia kwamba ukizimia siku ya tatu nguvu zako ni chache. Mungu hatarajii uzimie unapokutana na changamoto. Mungu anatarajia kuona unasimama imara na unalitukuza jina la Bwana na unavuka katika jina la Yesu. Sema amen. Hilo ndio kusudi la Mungu. Jamani, haleluya. Upako uko wa kutosha. Una wasiwasi? Nguvu ipo. Jana tulikuwa tunapiga ule wimbo wa kutembelewa na Bwana na wanaume walipata ufunuo mzuri. Naomba mnauimba mara kwa mara, sababu ni mwaka wetu wa kutembelewa. Jamani, haleluya. Mungu awabariki viongozi kwa ufunuo. Tulikuwa tunaendelea kutembelewa, mama mmoja pale yupo na mmoja alisema kifua kilikuwa kimebana. Kati tunaendelea kutupa ushuhuda, anasema kana sasa nawezaje kubeba udongo? Akasema ngoja tu niende hivyo hivyo, wakajitia nguvu. Tumeendelea na kifusi, miguu ilikuwa imevimba, anabana kifua lakini ameondoka, kifua kimepona. Kimeendelea si kimepona mama. Kisha habari yake. Jamani, tupigie Yesu. Ni mwaka wa kutembelewa, usiogope. Upako wa Bwana uko hapa. Kwa hiyo vikwazo vinakuwepo kupima uwezo wako. Wewe ukiona umeshindwa, ujue unamdhalilisha Yesu. Ukizimia siku ya tatu, nguvu zako ni chache. Kwa Mungu anataka tuvuke. Sijui unapitia nini, lakini najua kuna mtu anavuka leo. Kama
mahali kwenye uchumi wako utavuka leo katika jina la Yesu. Kikubwa uwe makini kulifuatilia.